Sauti ya Dr. Mkiz ya siku 16 dhidi ya kupinga vita dhalilishaji duniani GBV, sasa mpaka Disemba 10. Bahati mbaya jumuiya zimebarikiwa ni kuunda kila kamati na katiba yake. Toka hapo nenda Dr. Mkiz utakutana na Dr. Saga. Yupo kuifanya jumuiya kuwa ya kipekee. Karibu kwenye sauti ya Dr. Mkiz inayopinga udhalilishaji duniani. Na hii hutokea kila ifikapo Novemba ya tarehe 25, Disemba tarehe 10, na maanisha ni siku 16. Karibu kusikiliza sauti ya Dr. Mkiz. A'udhu billahi samii'un alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, kwa hakika katika system au mfumo wa uumbaji wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumba mataifa na makabila mbalimbali. Lugha tunazozungumza ni mbalimbali tofauti nchi kwa nchi, lakini vyakula tunavyotumia, hali ya hewa ambazo zimo ndani ya miji yetu ni tofauti, lakini Allah ana hikma katika haya. Na sisi wanadamu vile alivyotuumba na akatuambia kwamba enyi mlioamini, kumbukeni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akakuumbeni makabila tofauti na vitu tofauti, litaarafu, ili mpate kufahamiana, mpate kutambuana, kujuana. Inna akramakum inda Allahi atqakum, aliyekuwa mbora mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule aliyekuwa mcha Mungu. Katika hali kama hiyo duniani pia, katika mambo yetu na katika utaratibu wetu, kuna vitu vingi tumejiwekea ambavyo vina manufaa makubwa kwa jamii, kiasi ambacho kinaweza kuzindua na kuelekea katika mwelekeo uliokuwa sahihi, na tukaweza kuepukana na madhara na majanga ambayo kwa kadiri siku zinavyokwenda, time to time, zinatuletea matatizo katika jamii yetu. Ikiwa leo ni tarehe 25 mwezi wa 11 2025, ni National Day. Leo ni siku ya kitaifa ambayo duniani kote wanapinga udhalilishaji wa kijinsia. Na Uislamu wetu na Qur'an takatifu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika miongozo aliyetuletea, yote hawa yanatuongoza katika kuonyesha kwamba udhalilishaji hauna nafasi katika dini, hauna nafasi katika Uislamu. Yaani ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekikataza. Kwa hivyo ni wajibu wetu kwamba tuweze na sisi kutumia muda huu, ikiwa watu wanaendelea na harakati nyingine, lakini na sisi tuwe tunapaza sauti yetu kama Waislamu, ili kufahamisha jamii namna gani Uislamu umekataza idhilali. Lakini pia, je, ni udhalilifu wa aina gani? Kwa sababu udhalilifu uko aina nyingi. Uko udhalilifu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuruhusu. Katika Qur'an yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, sura Isra, ameeleza, anasema wakhfidh lahuma janaha dhulli min rahma, wakunjulie wazazi wako bawa la udhalilifu linalotokana na huruma. Yani hapa ukitumia neno udhalilifu utaona kama sasa unajidhalilisha, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kalitumia neno hapa ili udhalilifu si udhalilifu ule ambao upeo tunaofahamu sisi kama wanadamu. Udhalilifu hapa ni ule wa unyenyekevu, yani uteremshe bawa la unyenyekevu kwa wazazi. Lakini je, tuone udhalilifu huu ambao unapigwa kelele kila siku na kuweza dunia kuweka mpaka National Day ya kupinga udhalilishaji, ni kitu gani ambacho hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakipigania, na Allah Subhanahu wa Ta'ala naye vile vile ametukataza hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza katika hadithi yake inayotokana na Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna nabii sallallahu alaihi wasallam qala, hakika Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema, kullu muslim ala almuslim haram, kila muislam kwa muislamu mwenzake ni haram haya yafuatayo.
Ni haramu nini? Damuhu, kumwaga damu yake, kuichezea damu yake. Wa maluhu, na mali yake, maana kumdhulumu, kumuibia, kumharibia ni haram kwa Muislamu kuchukua nafasi akafanya haya. Lakini vile vile wa irdhuhu, na kuchukua nafasi kumvunjia heshima ndugu yake Muislamu. Sasa hapa hasa tutakachokizungumza katika hizi siku 16 za kupinga udhalilishaji wa kijinsia duniani ni kuchukua nafasi mtu kuvunja heshima ya mwenzake. Hapa hasa ndio tunapotaka kuzungumzia huu udhalilifu katika hali kama ambayo ndiyo hali ambayo dunia imeichukua, ni ile kumvunjia mtu heshima yake. Ndugu zangu mnao tutazama na mnao tufuatilia pamoja na Waislamu kwa jumla, tukitazama katika jamii yetu hivi sasa tunakumbwa na janga zito kubwa sana la udhalilishaji, na katika masikitiko makubwa sana kwamba wakati mwingine huu udhalilishaji mtu husababisha mwenyewe nafsi yake, yani mtu mwenyewe nafsi yake yeye ndio inakuwa sababu ya kujidhalilisha. Lakini kwa upande mwingine tunakuta kwamba pia vile vile watu wanatumia nafasi kutokana na nafasi zao, pengine na elimu zao, pengine na vyeo vyao, au pengine na ukubwa wao kudhalilisha wengine. Pengine wengine tu na mambo yao ambayo hayatakiwi ya ujangili katika ya kuwateza watu nguvu na kuwadhulumu, wakaweza kuwafanyia udhalilishaji. Hayo yamejaa katika jamii zetu. Tukiangalia siku baada ya siku matokeo makubwa yanatokea. Hivi karibuni tu kiangalia kule Pemba katika wilaya ya Wete kulitokea tukio la watoto wawili wa kike ambao wako standard 5 darasa la 5 walijinyonga wao wenyewe. Lakini yapo matokeo mengine yanatokea watu kunyongwa. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Au matokeo mengine mengi ambayo tunasikia kila siku kupitia vyombo vya habari. Watoto kubakwa, au watoto kuuliwa, watoto hawaonekani kutekwa, na vitu vingi mbalimbali vinatokea katika jamii yetu. Yote haya yanaingia katika hatua ya udhalilishaji. Tumezoea kupata hotuba kadhaa wa kadhaa kutoka jumuiya kadhaa wa kadhaa, lakini kwa Dr. Mkiz tumeitazama hotuba ya leo kwa staili yake. Unakosaje kuangalia mwendelezo? Twenzetu. Na hii ni sauti ya Dr. Mkiz ya siku 16 dhidi ya kupinga vita dhalilishaji duniani, GBV, sasa mpaka Disemba 10.